wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Na kwa sababu hiyo mpaka terminology imezaliwa. Nikasikia terminology inaitwa Gwajimanization. Tumepata neno mpya kwenye ulimwengu wa kisiasa, linaitwa Gwajimanization. Sasa nilipoona Gwajimanization, nikataka sasa niitafasiri Gwajimanization maana yake nini. Gwajimanization au Gwajimanizing ni ujasiri usioteteleka wa kusema kweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi, na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuluma katika nchi. Na kama hii ndiyo maana ya Gwajimanization, basi naipokea kwa mikono ya shukrani, na ningependa kila mtu awe Gwajimanized. Naipokea kwa mikono ya shukrani. Ushauri wangu mwingine ukawa, kwa mfano ikiwa, narudia tena ikiwa, sema ikiwa. Kwa sababu watekaji wengi hawa hawajapatikana, na mimi nikasema mimi haiwezekani watekaji wawe vyombo vya dola. Nikasema watekaji sio polisi, kwa sababu polisi hawezi kwenda kumchukua mtu mahali na akajitambulisha polisi alafu mtu huyo akaokotwa ametupwa boda. Kuna yule yule kaka wa Kenya Boniface Mwangi, kuna yule dada wa Uganda kaka Boniface Mwangi wa Kenya, na yule kaka dada wa Uganda yule Agatha Tuhaile. Haiwezekani, wale si polisi. Polisi wa kwetu ni competent. Sema tena competent. Wale sio idara ya usalama. Idara ya usalama ya kwetu ni competent. Wala sio jeshi la wananchi, wala sio magereza, wala sio uhamiaji. Sio. Bila shaka inaweza kuwa, hebu sema inaweza kuwa, kuna kakikundi fulani ambako kenyewe kanakuwa kanawachukua watu kwa maslahi ya mwanasiasa fulani. Ndiyo maana nikapendekeza kwamba wakuu wa vyombo vya dola, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wale ambao wanapatikana kwa influence ya taasisi ya rais, ndiyo rais awe anawachagua. Lakini akitaka kuwatoa, apeleke hoja kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nchi za nje ya bunge, ili wabunge tuone huyu mkuu wa chombo cha dola asije kuwa anatolewa kwenye nafasi yake kwa sababu ametetea maslahi fulani ya taifa, ili kwamba taifa liwe salama, ili vyombo vya dola wawe na uwezo wa kutulindia maono zetu siku zijazo. Na nasisitiza, huo ndio ushauri wangu wa kukomesha watekaji. Kwa sababu chombo cha dola, kwa mfano, natoa mfano, kwa mfano chombo cha dola kimeona kumbe anayeteka watu ni kakikundi kale. Alafu chombo cha dola kikaenda, kumbe kakikundi kale ni kakiongozi fulani wa kisiasa. Katashindwa, kwa sababu mtu anaweza hata awe polisi, au idara ya usalama, au magereza, au jeshi la wananchi, au hamiaji, ni binadamu aliye na roho, ana moyo. Akiambiwa utafukuzwa kazi, ana familia, ana watoto, ana maisha, ana mama yake, ana baba yake, utaogopa. Akifukuzwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, atakayekuja atakubali. Kuanzia kesho, tarehe ngapi kesho? Tarehe 2 mwezi wa 6, tutaanza maombi ya kufunga na kuomba. Makanisa yote 2000 na ushehe, hata wale ambao si wa Ufufuo na Uzima, wale ambao naipenda taifa, kila mtu kwa dini yake, hata Waislamu waliopo pia, ndugu zangu, kila mtu kwa dini yake, tutaomba maombi ya kufunga na kuomba. Aina ya maombi hii, tutakunywa maji tu jioni. Tutahudhuria hapa kuomba kila siku kwa muda wa siku 7. Tutaombea mambo gani? Jambo la kwanza, tutaombea haki iendelee kutawala katika nchi ya Tanzania.
Jambo la pili, tutamwombea mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye yuko na kesi, ameshtakiwa na kesi ya uhaini, na huyo Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu yuko mahabusu kwa kesi ya uhaini. Tutaendelea kumwombea wiki yote nzima ili Mungu atende jambo. Jambo la pili ambalo tutaombea kwenye maombi haya, tutaombea viongozi wote wa kisiasa nchi nzima. Sisi hatuangalii chama cha mtu, sura ya mtu. Sisi tunapenda taifa likae kwa amani na kwa ustawi. Tutamwombea Mheshimiwa Zitto Kabwe ambaye ni kiongozi wa ACT. Nampenda sana Zitto. Kwenye msiba wa mama yangu alipofariki, pamoja na kwamba ni yeye Muislamu, alihudhuria msibani akaja kumzika mama yangu. Tutamwombea yeye na chama chake. Tutamwombea pia Ibrahim Lipumba ambaye ni kiongozi wa chama cha Kafu. Tutamwombea na yeye, lakini tutaombea vyama vyote vya upinzani. Tutaombea pia Chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama changu. Tutamwombea mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mama Samia Suluhu Hassan. Tutaombea na makamu wa rais, waziri mkuu. Tutaombea bunge, tutaombea mahakama zetu, tutaombea viongozi wote hapa. Haki iendelee kutawala. Sisi utekaji hatutaki. Jambo lingine tutaendelea kuombea, tutaombea Watanzania wote waliotekwa ambao hawajapatikana. Tutamwombea Soka, tutamwombea Mdude, tutawaombea Watanzania wote waliotekwa ambao hawajapatikana. Yamkini Mungu ashushe rehema zake pale. Lakini pia tutawaombea mashehe. Kuna mashehe 5 au 6 hivi ambao juzi kama wiki 2 zimepita wamehukumiwa kunyongwa. Wamehukumiwa kunyonga mpaka wafe. Mashehe 5 au 6. Sisi hatuingilii mahakama, lakini sisi kazi yetu ni kuomba. Mungu anapenda kila mtu akae salama. Wamekosea nini? Hawajakosea. Sisi hiyo haituhusu. Sisi kazi yetu ni kufanya nini? Kuomba. Taombea hao mashehe ambao wamehukumiwa kunyongwa wiki 2-3 zilizopita. Mungu awafariji. Bwana Yesu alitufundisha kuwaona wafungwa. Ni wajibu wetu kuwaombea hawa ndugu zetu ambao wanakabiliwa na kunyongwa mpaka kufa. Lakini pia tutaomba kwa ajili ya nchi yetu yote iendelee kuwa na umoja. Tunapenda umoja wa nchi. Hatutaki nchi gawanyike kwa vyama, kwa itikadi. Tunapenda tuendelee kuomba kwa ajili ya nchi yetu. Lakini pia tutawaombea Wakristo wote na Waislamu pia ambao wamepata matatizo kutokana na mambo mbalimbali. Kwa mfano, tutamwombea baba yetu ambaye ni Father Kitima ambaye alipigwa akaumizwa. Mara ya mwisho mimi niliwasiliana na wasaidizi wake, alikuwa kule Aga Khan, alikuwa anaendelea na matibabu. Tumwombee Mungu ampe kupona ili apone haraka. Lakini pia tutaombea siku zetu za kufunga hizi zitakuwa tunakunywa maji mchana. Alafu jioni tukimaliza maombi saa 12 ndio tunafungua, na maombi haya nitayaongoza mimi mwenyewe kuombea taifa. Of course tunaendelea na bunge, nitakuwa bungeni pia na nitakuwa hapa pia wakati wa maombi. Sasa Dar es Salaam na Dodoma imekuwa nyepesi, unaweza kufanya maombi na kesho yako kawa bungeni na jioni ukarudi. Kwa hiyo nitaendelea kuwa bungeni kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sawa sawa na wajibu wangu wa kibunge. Lakini pia tutaombea nchi yetu ya Tanzania. Tunakataa Tanzania kuitwa mahala pasipo salama. Tunaitakia Tanzania mambo mema. Na kuanzia kesho tutakutana hapa jioni saa 10 kamili, tutaanza kuomba. Ukifika tu hapa anza kuomba na mimi nitakuwepo, nitatoa na neno alafu tuendelee kuomba. Natamani sana askofu wa Kenya angekuwepo kesho, pangenoga sana. Wangapi wanapenda awepo kesho? Wangapi wanapenda aweshe kesho? Basi nitamshawishi awepo. Lakini ikitokea hawipo, tuna majembe yetu. Dr. Geshom bado yupo. Tuna Askofu George Birigi bado yupo. Watapeleka hoja hizi pamoja na mimi.
tutabadilishana. Akikosa upanga wa Geshom ataangukia kwa Birigi, wa Birigi ukimkosa ataangukia kwa wakwangu, ambao huwa hawatoki sana wakiingia kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kuanzia kesho tunaanza maombi ya kuombea nchi. Tuombee viongozi wetu wote, nchi iwe na utulivu, nchi iwe na amani, na wale waliochukuliwa ambao hawapatikani. Kazi yetu si ni kurudisha watu, ndio wale sasa pia ambao wametekwa hatujulikani walipo, tuwarudishe, warudi salama kwenye, waungane na familia zao. Na sisitiza sana mfuatilie pia kesi ya huyo ndugu yetu Antipas Lissu. Ni vizuri mfuatilie, ukiwa na nafasi nenda mahakamani, sikiliza. Ni vizuri haki tendeke pande zote. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini ni mtu anayependa uhai na anapenda haki tawale katika nchi.